Nataka niongee juu ya neno la Mungu. Na neno la Mungu nasema hivi, kama wewe utakuwa unaandika sasa, ni wewe utaandika. Kwa neno letu lile lililokuwa limetangulia mbele yetu ndio limegusa ujumbe wa hapa. Nasema hivi, mifano 7 ya Roho Mtakatifu na kazi zake. Mifano 7 za Roho Mtakatifu na kazi zake. Mifano 7. Na mifano 7 hii ingawa tunachukua tu kidogo, lakini naweza kumaliza hata siku 7 hujamaliza. Lakini tutachukua kiasi tu fulani. Samahani, lakini mimi ni mtu napenda muda. Amen. Amen. Kwa hiyo niwe lazi sana, mimi ni mtu wa muda sana. Kwa hiyo nataka kusema sasa angeenda mimi huwa natumia sana muda. Ni Waingereza mnasema muda ni mali. Time is money. Kwa hiyo nataka tujifunze maneno haya yatusaidie. Kwanza nimesema hayo, nirudie kwanza mifano 7. Mifano 7 ya Roho Mtakatifu na kazi zake. Tunataka tuangalie. Kwanza tunaanza na Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura 8 na aya yake ya 8 hadi 12. Ambaye kama utapata kudusu so haraka. Mwanzo 8 mstari wa 8 kwa hadi 12. Ya. Kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepunguka usoni kwa nchi. Bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwao kwa mguu wake. Akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Naye akanyosha mkono akamtwaa, akamuingiza mle safinani. Akangoja na siku 7 tena, kisha akamtoa yule njiwa. Mstari wa 9 au soma kwa mtiririko. Ukisoma wa 8 nasema naingia wa 9. Ukisoma wa 9 naingia 10, naingia 11. Mstari wa 10 nasema akangoja na siku 7 tena, kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. 11 Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo alichuma. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepunguka juu ya nchi. 12 Akangoja na siku 7 tena, ndio akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena kamwe. Ndio. Asante. Tunaona habari za Roho Mtakatifu. Nuhu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Nuhu kwenye siku zake za mwisho, labda nitoe labda history fupi. Nuhu, tuseme Adam kabla kutenda dhambi alikuwa hana historia. Lakini baada ya dhambi alipokosea Mungu, hapo ndipo ikaanza historia yake. Na Adam aliishi kwenye mwaka wa 4114. Hapo ndipo Adam aliishi. Tunaenda kwa Nuhu. Nuhu aliishi kwenye mwaka wa 3000. Maana miaka ilikuwa iendi hivi, tunapohesabu sisi ilikuwa inashuka kwa hivi. Ni mwaka 4000, kwenye mwaka 3000 hapo ndipo Nuhu aliishi. Na kutoka hata ilikuwa ni kama miaka 1000. Na hapo ndipo Nuhu walikutana na kisanga hiki cha kuwa kwenye safina.
Na ndio maana tunasema Nuhu akaongozwa na Roho Mtakatifu. Na alipokuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu, alipokuwa juu ya maji, Biblia yasema akaachia yule njiwa. Njiwa maana yake ni Roho Mtakatifu. Uelewe hiyo. Sasa alipomwachia, akaenda kuchunguza hali ya hewa, akaona bado dunia imejaa maji. Ilibidi yule njiwa arudi jioni. Alipofika kwa Nuhu, akamchukua dirishani akamweka. Alipokuwa amemweka, akatulia siku 7. Maana yake ni ukamilifu wa Mungu. Ukamilifu wa Mungu tena alipotimia siku 7, ilibidi tena amwachie. Hebu nenda tena, kaenda tena kwenda kuchunguza hali ya hewa. Maana huyu alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Naona baada ya kuchunguza hivyo, Biblia yasema alipochunguzwa akarudi jioni. Tumesomana mtumishi wa Mungu akarudi jioni ikiwa amekata jani. Jani lilikuwa kwenye mdomo wake. Sasa akaja njiwa akaangalia, akasema weza kama maji sehemu yameisha, lakini sehemu zingine bado zipo. Akatulia tena siku tena ya 7. Naona kamilifu tena wa Mungu siku 7. Ilibidi tena huyo njiwa akaondoka tena. Aondoka kwenda kuchunguza hali ya hewa. Alipochunguza hali ya hewa, maji hamuna. Nuhu ndipo huyu njiwa kurudi tena kwa Nuhu. Nuhu ndipo akaona kumbe sasa maji yameisha. Ndio maana sasa hapa Nuhu tunasoma habari za njiwa. Njiwa alikuwa ni Roho Mtakatifu, alikuwa akimuongoza mtumishi wa Mungu. Na ndio maana alikuwa anaachiwa, naenda narudi, anatoa ripoti. Na baadaye alipo ile safari ya 3 alipokuwa ametoka, akurudi tena. Maana yake kwamba maji yalikuwa yameisha. Na hapo ndipo mtumishi wa Mungu akashuka kwenye safina yake sasa, na yeye afanye mambo yake. Maana unajua, wacha nikwambie, kutembea na Roho Mtakatifu watu wengi hawapendi. Wanapenda kubatizwa, anapenda aitwe Jackson, anapenda aitwe Mariam, anapenda aitwe Margaret, lakini atafuti Roho Mtakatifu. Watu wanapenda sana. Unasali wapi? Nasali hapo. Anasali hapo. Hapa nimeona umeandika Pentecost, elimu Pentecost. Maana kanisa ya kiroho aliyekubali kujazwa Roho Mtakatifu. Kanisa letu la Tanzania linaitwa The Free Pentecostal Church of Tanzania. Unaona? Kwa hiyo watu wanapenda, maana kunapoitwa Pentecost ni watu waliyejazwa Roho Mtakatifu na wako chini ya Roho Mtakatifu. Sio chini ya sheria. Watu wamejaza masheria mengi, waongozwe na Roho. Wewe nenda kwa madini mengi. Mimi nimetembea kwa madini mengi. Nimeenda mpaka DRC, nimeenda wapi? Nimeona watu wengi wanapenda kutaja jina lakini waongozwi na Roho. Nataka kusema tunatamani kuongozwa na Roho, ndipo tutamsubiri Yesu kikamilifu. Lakini hivi hamna. Wewe utajidanganya. Kweli utaimba, utacheza, lakini ya changamoto kionekana utafiatuka. Maana huna mwenye kukushika na kukuwekea moto wa kweli. Amen. Hapa ndipo tunasoma habari za huyu Nuhu. Nuhu aliongozwa na Roho. Ndio maana kanisa la sasa tumtake sana Roho kwa siku zetu za mwisho. Bila kumtaka huyu, majina aliyopewa, jina lako zuri haliwezi kukuingiza mbinguni. Hebu wewe hata kuitwa jina lako alieleweke, lakini kama jina lako linasoma vizuri kwenye kitabu cha Mungu, naongozwa na Roho, wewe uko vizuri. Amen. Ndio maana nakimbia haraka. Twende Zaburi 113 mstari wa 3 tu. So Zaburi 113 mstari wa 3. Yeah. Toka mawio ya jua hata subiri kidogo. Subiri kidogo, naweza kuona 110 samahani. 110 wa 3. Watu wako watajitoa
kwa hiari ya siku ya uwezo wako, ndio kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako. Asante. Hapa ndio neno la Mungu linatuambia tena. Unajua neno la Mungu ndio maana kwenye haki la Mungu ambaye kwamba linatenda miujiza, na anasema tangu asubuhi la tumbo la kuzaliwa. Labda kuzaliwa sio kwa mwili, mimi nasema kuzaliwa katika roho. Naona tumbo la asubuhi mtu alibarikiwa, anasema kwamba watajitoa. Maana kujitoa ni mtu ambaye kwamba yuko vizuri, amejawa na nguvu. Ndio maana unaweza kumwona mtu amejitoa kwa kazi ya Mungu, anaona mtu anatoa, anafanya hivi, yani kwa njia ya utakatifu, kwa njia alizopewa na Mungu, kwamba wewe mtolee Mungu, mtumikie Mungu. Ndio maana kwenye kumtumikia Mungu kuna sehemu mbalimbali. Sasa hapa ndio maana anaeleza habari wana tangu ulipokuwa kwenye tumbo la mama yako, au tangu ulipokuwa umezaliwa ukapata umande. Unajua unapokiri jina la Yesu, hapo ndipo unazaliwa upya. Unatoka katika ulimwengu ule uliokuwa nao, unaingia kwenye ulimwengu mwingine, ulimwengu wa kubarikiwa, ulimwengu mwenye nguvu. Ndio maana mtu huyu anajitoa mwenyewe, hataki kutumwa kwa hiari yake, maana unajua kwamba huyu mtu ana nguvu. Ndio maana anasema kwamba hawa watu watabarikiwa. Amen. Maana ni anajituma. Huyu unajua mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu huwezi kumwambia bwana moja 2 3. Yeye anajisikia, anaambiwa ndani ya moyo, anaongozwa kwamba fanya 1 2 3 4 5. Ile anafanya ya kimungu, si ya kibinadamu. Ndio maana mtu huyu unaweza kukuta ni mtu mmoja, lakini kama mtu hajajazwa Roho Mtakatifu, wao wana changamoto sana. Changamoto ipo. Maana kwa sababu wewe huna ile nguvu, huna huo ufunuo. Unaona? Unaweza kuona kama unaangaishwa, lakini Mungu anasema tangu ulipokuwa umezaliwa kutoka tumboni ukawa na umande wa Roho Mtakatifu. Umande uleta mazao yakae safi, yakae salama, yaendelee kukua. Unaona? Hata kama mvua haitanyesha, lakini ule umande unamaanisha kwamba inaenda kwenye mmea. Mmea huwezi kufilisika au kakauka. Unaona mmea tu unaendelea kukua kwa sababu kwamba ule kuna umande pale. Kwa hiyo tangu ulipokuwa umezaliwa, umande wa Roho Mtakatifu ilikuwa juu yako. Amen. Ndio. Twende kazi. Zaburi usihame 45 na mstari wa 7. Zaburi. Maandiko yanasema hivi. Ya. Umeipenda haki, umeichukia dhulma. Ndio. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya furaha kuliko wenzako. Naona. Rudia tena, usikie mstari huo. Rudia tena. Zaburi ya 45 mstari wa 7. Umeipenda haki, umeichukia dhulma. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya furaha kuliko wenzako. Ndio. Naona mambo kama hayo. Kwa hiyo umeipenda haki, umeichukia dhulma. Unajua dhulma ni mbaya. Unaona? Kwa hiyo neno la Mungu linatuonyesha njia kwa watu ambaye wamejazwa na Roho Mtakatifu. Huwezi kupenda hata siku moja. Kwa hiyo ndio maana Mungu anaonyesha njia. Unachukia yale mabaya. Unapenda neno la Mungu. Na neno la Mungu unapolipenda, ndio maana kwamba unakaa kwenye mstari wa Roho Mtakatifu. Ndio maana unaambiwa hapa umepakwa mafuta
mafuta ya kimbingu umepakwa nayo. Ndio maana unapopakwa mafuta yanayotoka kwenye madhabahu ya Bwana, maana yake wewe tena si wa dunia hii. Umepakwa mafuta ya kimbingu. Wewe unafanana na Yesu. Ndio maana kwamba wewe umepakwa mafuta kuliko wengine. Wengine hawajapakwa mafuta, wewe umependelewa. Kwa hiyo unapopendelewa na Mungu, maana yake wewe umekuwa tofauti na dunia hii. Wewe lazima ufanye mambo ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ukiongozwa na Roho Mtakatifu utafanya mambo mazuri. Ndio maana nasema hapa umepakwa mafuta kuliko wenzako. Unaona? Umechukia ule uovu. Mafuta ya furaha, maana utaendelea kufurahia. Unajua, wacha mafuta ambayo tunapaka. Unaweza ukapaka mafuta akaamka asubuhi, labda pasta amepaka ili apendeze kidogo. Mafuta yana mambo mengi, lakini sisemi hayo huko. Nasema mafuta ya kimbingu ya madhabahu. Unapopakwa hayo, unakuwa na upako na wewe kusaidia wengine. Ndio maana Roho Mtakatifu, watu wengi unajua ndugu zangu, watu wengi hawapendi sana neno, ila wanapenda majina mazuri na makubwa, ili kwamba yeye anaitwa nani, anasema jina langu naitwa nasali kwa. Lakini sasa unaposali sawa, lakini hebu jaribu kumtafuta Roho. Usilizike. Unajua kuna watu wengi wamekuwa wamekaa wamelizika na majina mazuri, lakini hata kwa kanisani haendi. Lakini ana jina tu. Kanisani haendi, anaanza kwenda kanisani kwa mwezi mara moja. Unaona hata mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu sio hivyo. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu, niseme. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu hata Jumapili huwa ni kama inachelewa. Mtu anaamka asubuhi, anaanza kunawa hata muda hujafika. Anasema jamani, muda umesafari. Asitanaingia saa 3. Kumbe nataka kuwahi. Yaani ananawa kuamka tu asubuhi saa 1:30 mtu ameanza kunawa miguu kujiandaa. Lakini mtu mwingine hawezi kufanya hivyo, anakuwa amechelewa kwanza, alafu amekuwa amejaa bize, yaani anakuwa na kazi nyingi. Kuna kila kitu. Unajua Mungu anasema kila kitu kina kiasi. Uongo kweli? Kila kitu kitumie kwa kiasi. Ukikitumia hata hili neno la kusema ukimpenda mke wako kupita kiasi, inaingia dhambi. Hata wewe kumpenda mume wako kupita kiasi, itaingia dhambi. Kwa sababu hata kama muda mume wako ametoka tu kidogo, muda wa ibada umefika, wewe mpaka muone kwamba aje. Mbona umechelewa? Ulikuwa na nani huko? Unaona shida hii? Hata mwanamke sema, wewe mwanamke mbona umechelewa? Ulikuwa na nani? Mpaka muone ndio uanze kunawa kwenda kwa ibada. Una shida wewe, una matatizo. Ndio maana kila kitu kinatakiwa kuwa na kiasi cha Mungu. No, hata kama unafanya biashara yako nzuri, Mungu ukifika wa Mungu, wacha hapo vitu vyako, kimbia kwa ibada. Mungu anapenda kuheshimiwa na anapenda, na kama unatimiza hizi hoja zote, utaanza kutoka chini na kuinua kwenda juu. Maana unafuata muda wa Mungu. Fuata sana muda. Kuna watu wengi hawajui sana muda. Mungu ana muda. Mimi nikwambie sasa. Mfano umepatana kuingia hapa saa 3. Wewe uje saa 5. Sio kweli. Unajua utapitwa na baraka. Mungu saa 3 anaingia malaika peleka baraka pale kwa kanisa lile. Unapokuta hapa watu hawapo, malaika anarudi. Kuna baraka. Ndio maana tukiongozwa tukae chini ya Roho Mtakatifu, ndugu zangu, kanisa tutalifaulu, na tutamfaulu Yesu ni nani. Na ndipo utamjua utendaji kazi yake ni anatenda kwa kasi kwako, mpaka watu watakushangaa, kwa sababu unafuata kanuni ya Mungu. Amen. So nihame hapo, maana ndio maana nikwambia mimi nataka na muda utanisamehe kidogo. Hebu tuende Kutoka 13 na aya 21 hadi 22 hapo, mstari hapo. Hebu soma hapo. Kutoka 13 aya yake ya 21 kama mstari 21 hadi 22.
Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Unataka kufuata? Amen. Unataka kufuata? Alinamaliza hiyo 20. 22. Kutoka 13. Maliza 22. 22 nasema ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Sawa. Naona hapa hawa waliongozwa na wingu usiku na nguzo ya moto. Maana yake hawa tayari walikuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Unaona? Ndio maana hawakupotea njia. Hawa walikuwa ni wasafiri, na wanasafiri kama sisi. Wao walisafiri kimwili, sisi tunasafiri kiroho. Unaona? Kwa hiyo ndio maana hii nguzo ya wingu, ndio maana walikuwa wanaifuata, wanaondoka mchana. Unajua Roho Mtakatifu ni mtaalamu. Walipoona wamechoka, wingu lilisimama, ikatulia, na wao kuondoka. Hata kama siku 3, hata kama siku 4, hata kama siku 7, ukiona kwamba watu wamekaa vizuri, wingu tena linaondoka. Kama ni usiku, nguzo ya moto iliwatangulia. Unaona? Maana moto, Roho Mtakatifu ni moto. Unapokuja kwako, ndio maana Roho Mtakatifu unapokuja kwako anaunguza vitu vyote vitu. Takataka zote zinaungua, unabaki wewe binafsi. Ndipo maana unaweza kumsifu. Kama kuna takataka, ndio maana atakuwa una mambo mengi. Umejawa na vitu vingi. Ngoja kwanza niende huko. Lakini Mungu ni namba 1. Amen. Bahati nzuri watumishi wa Mungu mtafika na Tanzania muone. Unajua hata kutembea pia ni somo. Watu wanajifunza vitu. Tembea kwingi ndio kuna mengi. Sio kwingi. Mimi nimeenda hata Jasini nikajifunza kumbe ni hivi. Unaona? Kwa hiyo ndio maana mimi nitaingia Tanzania mtafikiri kumbe ni hivi. Unajua mambo mengine ukikisha kusoma usemi wewe utajilegemesha tena na mimi ngoja nifanye. Uongo kweli? Maana unaona jinsi Roho Mtakatifu anapotangulia watu. Tunataka Roho Mtakatifu tujazwe sisi sote. Tukijawa na Roho Mtakatifu, nasema hivi, tutaenda kualika na wengine ambaye kwamba jamani twendeni Yesu ni mwema bwana. Yesu mmoja, mbele 3, kwa sababu wewe umejawa na Roho Mtakatifu. Unawivu mtu ambaye kwamba hana roho. Maana lazima umpe ushauri ili kwamba aje asimame tena na yeye. Ndugu zangu, sisi tumepewa kualika watu. Kwa hiyo tusikae watu wengine wamekaa. Umejaza Roho Mtakatifu kukaa. Nenda alika tu. Amba Mungu wewe umeniita 1 2 3. Nenda mwambie, mshuhudie Yesu 1 2 3 4 5. Yesu anafanya hivi. Kuna watu wengine wana shida ndugu. Wana matatizo, lakini kama una Roho Mtakatifu aliyeongozwa Nuhu, mimi ni yule ambaye anaongoza kanisa la sasa, nasema hutapungukiwa. Hata kama watu wafanye njama hawatakupata kamwe. Amen. Maana yake wewe Roho Mtakatifu atakuongoza. Unaona? Hata kama watu wafanye njama, hata watu wafanye na mambo yao ya ufitina, lakini watakukuta wewe upo unaendelea katika Bwana. Nataka kusema kwamba Roho Mtakatifu, ndugu zangu, makanisa tutake sana Roho Mtakatifu tujazwe. Ndio maana hawa waliongozwa mchana na wingu, siku nguzo ya moto. Haikawa hawakuachwa na nguzo hata siku moja. Ndio maana Roho Mtakatifu, ndugu zangu, huyo ndiye kiongozi wa kanisa. Madini mengi mimi nimetembea, watu wengi wamemsahau Roho Mtakatifu. Mimi kwa sababu wachungaji wengi wamezika.
wao duka kubwa wao ni utoaji. Pesa sio dhambi, ila ukiingia pabaya itakuwa dhambi. Lakini sio mbaya, lakini sasa ni makosa ambayo yanatumika. Watu wameshinda kufundishwa Roho Mtakatifu wajazwe wa Mungu. Unajua zamani watu ukisoma habari za mitume waliokuwa wamejawa na Roho Mtakatifu, acha kabisa, watu walikaa kwenye mtandao vizuri. Ndugu zangu, tukikaa kwenye mtandao wa kimbingu hakuna mtu atakayeweza kupungukiwa. Wewe umepewa mamlaka na Mungu. Na wewe unapojazwa na Roho Mtakatifu, na wewe unakuwa moto. Unaona? Unapoota moto lazima ushike moto. Wewe weka, nenda hata kwako ukaweke chuma tu kwenye moto. Na chuma linashika moto, ukikamata utaungua. Na wewe lazima uwe moto. Maana wewe uko kwenye moto. Roho Mtakatifu, ndugu zangu nataka kuwatumishi wa Mungu tukiongozwa na Roho Mtakatifu na kuambia hivi, nasema shetani tutamnyanyasa. Amen. Hata tuzalaulisha shetani kwa sababu sisi ni moto. Amen. Unaona, sisi ni funguo ya moto. Kila mahali unapoenda kuweka yako hakuna jambo la kushindikana mbele yako. Maana Mungu wetu sio masikini wa kushindwa. Mungu ni tajiri. Ndio maana ametupa na sisi kwamba chukua funguo hii na hakuna kitu cha kukushinda, hata milango ya kuzimu haitakushinda wewe. Amen. Kwa hiyo kanisa halitashinda na milango ya kuzimu. Maana wamepewa funguo, na funguo ukisha kufunga kuna ambaye anakuja kufungua. Kwa hiyo funguo ya Yesu mahali popote pale inafungua. Hata kama wewe sijui mizigo gani, sijui mimi nimepata laana, kwa Yesu kwanza huo ni mchezo tu. Ndugu zangu, tujipe moyo kumtafuta Roho. Roho ndiyo kiongozi mkuu ndani ya kanisa. Naona ndio maana nataka kusema mimi hata kwa kanisa na jamani, msikelewe, muda wetu ni sisi tunaingia saa 3. Sisi tunakuja Tanzania, mtakuja muone saa 3 kamili. Unaona wanasifu wamejaa. Unaona hapo kanisa limejaa. Unaona watu wanatikisika. Nasema Yesu yupo hapa. Wanasifiwe. Maana kucheza wala sio dhambi. Amen. Ndio maana nataka tujazwe na Roho Mtakatifu, watu wa Mungu. Yaani wewe na wewe kitu kingine, kama umeokoka, tafuta nafasi hii. Mungu, wewe hii ni ahadi yako. Maana wengine mwajaza, maana mimi bado mudai ataleta. Atakujaa Roho Mtakatifu na utabadilika. Utakuwa sio mama kawaida, utakuwa sio kijana kawaida. Amen. Tashawishi na wengine. Ndugu zangu, tuache michezo mingine. Unajua michezo mingine, dunia imejawa na uongo mkubwa na manabii wa uongo wa wengi. Maana unaambiwa hebu leta kiganja chako hapo. Unaanza kwa wewe sasa umelaaniwa. Unaona laana hizi za baba yako na mama, uongo mtupu. Niseme nisiseme? Nasema hivi, mtu aliyeokoka, mtu aliyekubali kwa Yesu na anafuata masharti ya Yesu, hakuna laana kwake. Amen. Haya, tuangalie Yohana 13 na Yohana 4, Injili ya Yohana, maana Yohana ziko na zingine. Injili ya Yohana 13, soma mstari wa 14. Tuangalia hapo mstari wa 14. Huo mmoja. Soma mstari huo mmoja. Soma mmoja tu, alafu nitakwambia usome sehemu nyingine. 13:14 inasema, basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewaosha miguu, imewapasa nyinyi pia kuoshana miguu nyinyi kwa nyinyi. Ndio. Ni Yohana, Injili ya Yohana sura 4 mstari wa 10. Yaani mstari wa 13, soma labda wa 14 mpaka 14. 13 hadi 14 labda. 13. Mpaka 14. Yesu akajibu, akawaambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena,
14, lakini yeye atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yule yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Asante. Ndio maana hapa Yesu anasema juu ya maji. Maji, Yesu anawaambia jamani, mtu ambaye anapenda kunywa maji haya mengine lazima ataona kiu. Utaona kiu. Unaona hata maji hayo na ukunywa, unakunywa basi imetosheka. Si lazima sasa ngoja tena. Hakuna mtu amekwambia nenda unywe maji. Wewe utaona kiu na jamani nileteni maji. Kama wanaume ndio na kama wafalme ndio jamani nileteni maji. Huko na wengine wanakimbia kwenda kwenye mtungi wenyewe wanaenda kuchota. Lakini Yesu anasema mimi nikikupa maji yangu hutaona kiu milele na mito itabubujika kwako. Utaendelea kumfurahia Bwana maana siku zote. Unajua ndugu zangu, Roho Mtakatifu tunapompata huwa ni bubujiko, tena ni faraja, tena hata kama utapata changamoto ya juu kama mlima ule, lakini wewe utaendelea kumfurahia Bwana. Haleluya. Tasema Yesu ni Mwokozi. Utaona ule mlima unashuka chini, unapita. Unaanza kusema nimepita kwenye mlima huu. Sio wewe, ni Yesu aliyekupa yale maji. Huyo ndio anakunyanyua. Ndio maana nataka usiogope. Maji haya lakini maji ya Yesu hayana tena. Utatamani dunia tena, maana utampenda Yesu milele na milele. Utaendelea kumsifu na hutatamani dunia tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nataka kusema tupende nguvu hii, tutake mimi tulikuwa watumishi wa Mungu natia moyo kwamba mtanena tu na nyie. Tulieni, siku yako ipo. Wewe endelea kumshukuru Mungu. Tukaendelea hivyo. Tunaendelea hivyo. Kila siku moja na rafiki yangu tukasema sasa twende tukamtafuta Roho Mtakatifu. Neno hili lipo. Wengine dini zingine wanasema ilikuwa zamani, siku hizi hamna. Roho Mtakatifu yupo mpaka leo. Labda wewe umeishiwa. Hata kesho, hata sasa ukitaka. Tukaenda, tukafunga siku ya kwanza na ya pili, ile ya tatu. Nilikuwa tunaenda kidogo kwa poli kidogo, tukaenda tukapiga magoti. Tulipoanza kuomba Mungu, mimi nikaona kama tone la maji juu ya mawingu. Lakini nimefumba, nimeangalia chini, nikaona tone la maji kwenye mawingu yale meusi. Ninapokuja linafanya hivi. Linakuwa si mimi nikafumbua macho nikuangalia hamna kitu. Nikaingia tena. Nilipofumba macho nikaliona tena linakuja. Nikafumbua mara ya ngapi? Nikasema nimekosea. Ilikuwa mara ya pili. Nikasema leo sifumbui kama hii inakuja, sifumbui leo ile tona nilikuwa nakuja hivi. Ninapokuja hivi hata kesho, hata sasa ukitaka. Tukaenda tukafunga siku ya kwanza na ya pili, ile ya tatu. Nilikuwa tunaenda kidogo kwa poli kidogo, tukaenda tukapiga magoti. Tulipoanza kuomba Mungu, mimi nikaona kama tone la maji juu ya mawingu. Lakini nimefumba nikaliona tena linakuja. Nikafumbua mara ya ngapi? Nikasema nimekosea. Nilikuwa mara ya pili. Nikasema leo sifumbui kama hii inakuja, sifumbui leo ile tone ilikuwa inakuja hivi. Ninapokuja hivi linaendelea kukua. Naona sasa nikalipofumba mara ya tatu nikaanza kumshukuru Mungu. Linakuja tena. Mimi ninapokuja linaendelea kunibadilisha, sauti yangu ikaanza kunena kimbingu. Haleluya. Nikaanza kunena kwa lugha na nikaendelea kuomba, nikasikia mabadiliko makubwa. Mimi naendelea nikasikia lile wingu. Nikasikia lile wingu likaniangukia hapa kwenye upaji wa uso. Nikaendelea kunena kwa lugha.
Kaendelea kune, hapo ndipo nikabatizwa na Roho Mtakatifu. Nikaona uzuri wa Yesu. Kama hujabatizwa na Yesu, ndugu yangu, unaweza kumuona Yesu kama wewe ni mwanadini fulani. Dini nyingi zinasema mimi nasali dini fulani, hajui faida ya dini ni nini. Hawamjui Yesu. Mimi nataka nikwambie, hebu pata Roho Mtakatifu umuone uzuri wa Yesu, na hapo utajua kwamba mimi utatamba. Kwani ukitamba ni dhambi? Sio dhambi, maana tulikuwa umeokoka. Kwani shida ukibadilisha mwendo watu wahuni huko na akivaa nguo yake na hata kutembea kufanya na hivi. Sasa wewe ukitembea ufanye itakuwa ni dhambi. Si utakuwa wewe maana umeokoka, maana una furaha ya Bwana, kwamba unaye Yesu. Siku moja Yesu hata kama atakuja leo, wewe utaondoka. Amen. Ndio maana tumtake Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu siku za leo inatakiwa kuwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Msibaki hivi hapana. Kanisa likiandikwa hivi, Pentecoste sio kanisa la kawaida. Haleluya. Kanisa ambalo limekiri ujazo. Wacha niseme kidogo. Mitume, unawajua mitume? Yes. Mitume tunawasoma hivi, nikupe story kidogo nikuachie. Mitume walipokuwa wametembea, wakafika kwenye karne ya 4 pale 3 kuelekea ya 4. Wakatupa nguvu zote. Roho Mtakatifu wakamwacha. Unaona? Wakamwacha Roho Mtakatifu, wakapoteza kila kitu. Kilichoweza kuingia pale ni hiki. Akaingia mwalimu mmoja wa Misri. Kama anaitwa mwalimu alikuwa anatoka Misri. Akaanza kufundisha wale pale. Akaanza kusema, yeye akaleta lugha yake. Akasema, jamani, hakuna utatu wa Roho Mtakatifu. Akafundisha kuna Mungu mmoja. Hakuna utatu. Kile jamani kafundisha imwalimu la uongo. Likafundisha washirika wakaanza kuhama. Dini ilikuwa ni hii. Dini ilikuwa ni hii. Kati Yesu na Yesu dini ilikuwa moja. Kwenye karne ile, kwenye mwaka wa 325 kulikuwa na machafuko. Kulikuwa na machafuko. Kufikia kwenye mwaka wa 381. Wachungaji walikuwa maaskofu kama 300. Wakasema, jamani 350. Wakasema, jamani, tufanyeje? Washirika wengi kwa nakimbilia kwa nabii wa uongo, na watu wanapenda muujiza. Na kimbilia huko, wakaanza kukimbia. Wachungaji wakakaa kikao cha kwanza, hawakufaulu. Kikao cha pili, hawakufaulu. Imekuwa kasheshe. Mambo yamewaka moto. Washirika wengi kwa wanakimbia. Mara ya 3 watu wakagawanyika. Wale maaskofu wakagawanyika katikati. 175 sababu alikuwa 350. Mwingine akasema, jamani, sisi tujitenge. Tujitengeje? Akasema, sisi twende tumwabudu Bikira Mariamu, ndio aliyebarikiwa. Huyo ndio aliyebarikiwa. Kwa nini sisi tujikata? Wale 175 wakajikata, na wale 175 wakakaa pale Yesu alipokuwa anataka. Hawa wakajikata. Sasa wakasema, sasa tulieni kwanza. Ile safari ya 4 ndio kikao cha 4. Walichokaa kikao cha 4 cha mwisho kwenye mwaka wa 457. Hapo ndipo kikao kilikaliwa cha mwisho. Hapo ndipo ulipoona dini kagawanyika, Warumi wakagawanyika, wakasema sisi tunaenda kumwabudu Bikira Mariamu, wakajikata. Pentecoste wakabaki huku tena. Ndipo bado ndio maana Warumi pale walipokuwa wamejikata, ndipo wakaweka papa wa kwanza anaitwa Grigori. Huyo ndio kawekwa hapo sasa. Ndio Grigori wa kwanza, huyo ndio papa wa kwanza. Kawekwa. Sasa alipokuwa amewekwa sasa, huyo ndio akatangaza watoto wadogo wanabatizwa na watu wadogo. Wakubwa wanabatizwa maji madogo, sio mengi. Dini ikajikata namna hiyo. Ilipojikata wakaendelea. Ilipokuwa yani Roho Mtakatifu alikuwa yupo amekimbia, amejificha, maana watu wameharibikiwa. Sasa kilichoweza kutokea ndipo kaendelea kwenye mwaka 570.
ndipo kazaliwa Mtume Muhammad, kazaliwa hapo Mtume Muhammad. Ilipokuwa fikia kwenye mwaka wa 612 ndio kaanza dini ya Kiislamu. Kaanza kwa dini ya Kiislamu. Na huyo ndugu alifanya kazi huyo mtume kama miaka 20 tu. Sababu 612 kwenye mwaka wa 500 kwenye mwaka wa 632 kama amefariki Mtume Muhammad, akaachiwa mtu hiyo kazi. Nataka nikwambie, unajua Roho Mtakatifu mitume baada ya kupoteza wakaacha kutembea vizuri, wakaanza kujichanganya. Mimi nikwambia dini za leo kiangalia, mimi Mungu amenisaidia kutembea kwenye dini nyingi. Dini za leo zimepoteza uwepo wa Mungu. Zimebaki tu maneno. Njoo. Bwana akubariki. Tunabarikiwa na uongo na upumbavu. Mimi nasema Biblia sema hapa, mtu akubarikie na mapema na asubuhi, hiyo sio baraka, amekulani. Biblia inasema katika Mithali. Kwa hiyo baraka zingine lazima zikatae, sio za kweli. Biblia inasema hivyo, mtu akubarikie asubuhi na mapema, hiyo sio baraka. Kuna baraka za Mungu zina upako, sio polepole. Sio mtu wewe umefanya kazi gani? Biblia inasema umefanya kazi gani ya kubarikia asubuhi na mapema? Nataka kusema kanisa la Mungu tuangalie sana kwa siku zetu. Manabii wa uongo wengi wametokea. Na mshirika wangu mmoja alikuwa mbali kidogo. Jioni akapata baba mmoja anajiita mchungaji. Alikuwa ni mshirika. Huyu kabila yake alikuwa ni Msukuma. Huyu alikuwa ni mama. Yule mama akaamini neno la Mungu vizuri. Safi. Alikuwa anapenda kuja kunisalimia. Yule alipokuwa amepata yule mgeni, si jioni huwa lazima watu waombe. Sasa situombe. Simpata mgeni sasa waombe pamoja. Akaanza kupiga kapambio. Na yeye bwana mimi namshukuru Mungu, Bwana amenitunza mpaka amenifikisha hapa. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Na yule mama na mimi namshukuru Mungu, moja mbili alipoanza wakapiga pambio nini, wakapiga. Mtu anaimba katika roho, anaimba. Wewe kama una pazia unaweza kama una pazia huwezi kuona. Akaimba. Sasa ile kuomba Mungu, sasa tuombe watu ndio basi yule mama sasa yule bwana akaanza kuomba katika jina la Yesu nani yule jamaa akamwekea yule mama mkono kwa kichwa. Alipoweka mkono kwa kichwa anaendelea kuomba, mkono wake kateremsha kwa matiti ya huyo mama. Alipoendelea kuomba, yule bwana anasogeza mkono hivi mpaka kwenye kitovu. Alipofika kwenye kitovu yule mama toka. Kuna wengine wataka vyote. Wataka vyote wengine, wala sio wachungaji, wala sio watumishi wa Mungu, ni watumishi wa shetani. Kwa hiyo lazima uwe na ujanja kabisa kutafiti. Huyo ananiambia ameokoka, ni ameokoka kweli? Nataka usipende kuombewa na watu. Wewe kila mmoja tu mchungaji amekuja, mchungaji niwekee mkono hapo. Unajua mimi nina shida mchungaji, niombeze. Tena unalia na kulia. Utapaka mapepo ya ujambazi au ya ukahaba mara 8. Kwa kahaba. Kumbe unapowekewa mkono ukahaba unahamia kwako. Ndio maana siku za mwisho unatakiwa kuwa lazima upime huyu ni wa rohoni. Nasema hivi hata kama mhubiri anasimama. Lazima upime huyu mhubiri na hazina yeye naotoa. Hata kama mimi nanipima kwamba hazina hii ni ya Mungu au sio ya Mungu, lazima unijue. Maana roho zina mawasiliano. Nataka kusema tuangalie sana ndugu zangu. Hebu soma, nitaka hapa kuendelea na historia nikomee hapo. Huyu ndugu akafariki, naitwa Mtume Muhammad, alifariki mwezi wa 6 tarehe 8 kafariki. Kwa hiyo nataka nikwambie lazima uchunge namba. Siku hizi bado tunaishi siku mbaya. Usiseme hizi ni siku za utafutaji. Na shetani amemwaga watu wake. Wewe hebu malizia sura hiyo tu, Yohana 7, uende mstari usome wa 37 hadi 39.
Alafu sasa baada tutakapomaliza hapo tuangalie faida za kujaza Roho Mtakatifu. Hapa itakuwa imebaki faida. Soma Yohana 7:37 inasema katika siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, naam, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu, ndio anywe. 38 aaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Ndio 39 umemaliza. 39 inasema na neno hilo alilolisema kuhusu Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Naona ndugu zangu, maneno anasema mtu akiona kiu, unajua ulazimishi, akiona kiu na aje kwangu kwa hiari, kwamba mimi nenda mtafute Yesu, mtafute huyu Yesu. Unaona? Kwa hiyo ndio maana anasema hizi ilikuwa ni sikukuu ile. Alikuwa anafanya sikukuu. Yesu akatoa akatubia watu kwamba mtu akiona kiu, nataka kusema kama utaona kiu, mtafute. Hizi ni siku za mwisho. Achana na dini. Nataka kusema usipoteze muda wako. Kwenye muda wa Mungu wewe njoo. Achana na mambo mengi, hata kama biashara inaingiza. Mimi naweza kwa siku kidogo Waislamu. Muda ukifika wa kwenda kuabudu Mungu wao, hata uje na milioni 10. Nakwambia hata uje na milioni 10 hivi, nakwambia hapana. Mimi naenda sana kwa Bwana. Anakuachia hiyo hela na anaenda kuabudu huko Muhammad. Naenda kumwabudu Muhammad na anarudi ambaye hajafufuka. Ndio. Lakini nataka kusema sisi tunashindwa kumwabudu aliye hai. Huyu ambaye anasaidia watu, huyu ambaye mashetani yanatii. Yesu ni moto Bwana. Maana tunapotaja jina la Yesu, hakika mashetani yanatetemeka, hakika mapepo yanakimbia, hata magonjwa yanasikia. Magonjwa maana yake ni roho mbaya. Nini? Shida kuelewa hii mambo kama haya. Watu wanapenda kumtumikia shetani. Ndio maana nataka kuambia kila jambo liwe na kiasi. Hapo utashinda Kristo. Amen. Wewe mume wako hayupo, paka msubiri paka aje. Hata kama muda wa ibada umefika, mbinguni utaenda na mume wako. Wewe paka msubiri, mume wangu unajua nimekumbuka sana. Hizo za uongo mtukufu. Shinda kwa jina la Yesu. Hizo ni za uongo. Wewe shinda mpenda Yesu kwanza. Huyo ndio mwenye kukupa uhai. Alafu naanza kutanganya nani? Macho ya kiburu, mara kijana. Wacha ulipo. Nataka nikwambie kabisa. Ndio maana hapa akasema mtu aje kwangu anywe maji. Unajua unapokuja kwa wewe ndugu yangu, hata kama dunia ifanye na nini, huwezi kukuvuta. Kuna bwana mmoja mzungu mmoja yuko pale hapo Arusha. Akahubiri habari njema zake. Alikuwa ni mtu wa kawaida, apati pesa. Unaona? Sasa akamwambia Mungu. Sasa baadaye kidogo alipozeeka kwenye miaka kama 60, akaanza kuona mali inatiririka kutoka Ulaya, anatumia magari kutoka Ulaya, anatumia mamilioni ya pesa. Akaanza kusema sasa hivi wewe Mungu, mbona mimi sasa nimezeeka alafu unanipa mali hizi? Kwa nini usingenipa mimi bado kijana? Nikakimbia hapo na pale. Mungu akamwambia hivi, ningekupa bado kijana ungeniacha. Naona ungeniacha. Ndio maana ndugu zangu, unaweza Mungu si kwamba wewe unapotafuta hajui. Mungu anajua shida yako, anajua. Ndio maana wewe kama unaishia siku yako, siku itafika utabadilika. Amen. Atakubadilisha maisha. Yule jamaa kajibiwa, hana maswali tena. Jamaa amekuwa pesa nayo kutosha.
Ndio maana mtu ukifika ndugu, wewe hilo lisikusumbue. Wewe maadamu una Mungu, omba Mungu hata kama siku ile umekosa, wewe mwambie Yesu asante. Maana ni siku yako leo, hata uhai ni utajiri. Unapopumua ni utajiri. Wewe Mungu akakachomoka ile kupumzi leo watakubadilisha jina. Watakuita marehemu. Jina lingine hilo. Kuna jamaa mmoja walikuwa wakanunuliwa soda fulani na jamaa yangu, mchungaji kawapa, wakaanza kunywa. Sasa mchungaji akatoka kidogo, kaenda baadaye karudi, bado kama yuko kama huko kwa gari, akaanza kusikia hao wanazozana. Mimi unaniambia marehemu, mimi nakwambia huyo mchungaji akafika, unasema jamani bana, mnaanza tena kuzozana wageni wangu vipi? Akasema bana, huyu ameniambia ati mimi ni marehemu mtarajiwa. Mimi ni marehemu mtarajiwa. Sasa huyo bwana ameona mimi nitakufa lini? Yule mchungaji akafika akasema, tulieni kwanza. Alipotulia akasema, unajua, ngoja niwaambie. Mnaniona hapa mimi mchungaji? Akasema ndio tunakuona. Na mimi ni marehemu mtarajiwa. Jamaa kamaliza kesi. Kila mtu ni marehemu wa kutarajiwa. Kwani wewe utaishi milele? Ayo. Kesi yako imeisha. Mchungaji akasema hata mimi ni marehemu wa mtarajiwa. Kesi kaisha. Sasa wanaogopa hilo tu. Kwani yanasema yameona nitakufa. Wani mtu akiambia marehemu, mtakombana. Nimwambia wewe ni marehemu mtarajiwa. Atatoa macho ambayo atoapi. Kwa hiyo nataka kusema watu wa Mungu, nataka tuangalie haya faida ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Nataka ingawa somo ili kwa ndio bado namba 1, ndio naomba na masomo marefu, lakini hii ni namba 1 tu kwa tujamaliza. Tuangalie faida zake za kujazwa na Roho Mtakatifu, faida zake. Yaani faida za kujazwa, tukiandika hiyo. Faida za kujazwa na hii hapa. Nasema hivi, mtu kuwa safi. Unaona? Anapojazwa na Roho Mtakatifu namba 1, anakuwa ni mtu safi, sio mchafu tena. Sio mtu wa kuteta watu tena. Sio mtu tena anakuwa ni mtu ambaye ataki ni mtu wa kutegea. Yaani mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu, umeshaona hapa tena ndugu zangu, anakuwa msafi, yani apendi uchafu wa dhambi. Bwana anaanza kukemea dhambi huyo mtu. Apendi kabisa. Naona hiyo faida kujazwa na Roho Mtakatifu. B au namba 2. Mtu kuwa mpole. Huyu anakuwa ni mtu mpole, hata kama alikuwa mkali na hata alikuwa na pressure, hamna. Maana anakuwa na upole wa Mungu, sio upole ule kipumbavu. Yes. Hata ndege akija anatua hapa, hata kama inzi anakuja anatua hapa. Mimi sisemei hiyo. Upole wa kimungu. Usio eti unasema mchungaji alisema ati unakuwa mpole. Yaani hata kama mtu anakunyanyasa, anakuambia wewe unasema mimi si Mkristo. Mimi sifundishi hayo. Mimi nafundisha upole. Wewe lazima uwe na kiasi. Mtu unaweza kumkemea, kwambia wewe vipi? Kaanza kumkemea ili asikuzoe. Sio, yaani anakuwa upole wa kimungu. Una kiasi. Hata kama mtu unasimama kukemea, unayo kiasi ya kimungu. Maana utaamuka na sauti ya Mungu, sio wewe peke yako. Ndani yako atakwepo Yesu. Sauti yako unaposema kwa watu ni kali, inachomelea watu ndani ya mioyo. Maana wewe sio wewe, ni Yesu ndani yako. Amen. Alafu namba 3. Ni mtu anakuwa mtu mtiifu. Unajua mtu mtiifu? Mtu mtiifu. Yaani atoi maneno ya kipumbavu. Huyu mtu anakuwa ni mtiifu. Maana anakuwa mtiifu kwa neno la Mungu, na pia hata kwa watu anakuwa mtiifu. Maana anajua ile haki. Lazima uwe mtiifu. Huyu ni mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Huyu ni mtu aliyeiva. Huyu ni mtu ambaye mwenye nguvu za kimbingu, sio nguvu za kupigana, hapana. Alafu tuangalie faida ya namba 4. Namba 4 ndio nimesema. Yes. Nimesema namba 7.
ziko kama 3. Ndio maana hapa nimesema hii ya 3, mtu kuwa mtiifu. Hizi ndizo tunaweza kuona sasa faida za kiroho ambaye mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Yaani hana papala. Hata kama mtu aje na pressure, mtu aje na nini, atamwangalia tu. Yeye atabaki na Mungu wake. Mungu, wewe unaweza. Lakini mkute baba mtu aliyewaka moto. Wani ukimgusa tu pressure imewaka. Unijui ati? Unijui? Yesu amemvua. No. Yesu amemvua kama koti hapa. Unajua mimi ni mbora. Mimi sasa leo ndio nikuonyeshe. Mashetani anaanza kushangilia. Tusipatwe kwa lugha mbaya hivyo na mashetani. Lazima tukatae. Wana wa Mungu, nataka niwaambie ndugu zangu, hebu tumwangalie Mungu. Tumtafute kanisa la Pentecost. Ninajua historia yake. Ndio maana nilikuwa nimekupa kidogo historia hapa. Mimi sijaingia sana kule ndani, ningekupa historia mpaka unajua na mtu alikuwa ananyanyasa na kwambia acha kabisa. Kanisa la Rumi lilinyanyasa watu sana kwenye karne za kule. Kanisa la Baptist lilipokuwa linaendelea kubatiza watu kwa maji mengi, lilikataa. Kanisa la Roma lilikataa. Ndio maana lilianza kuua Wakristo na wale ambao wakaishi kwenye nchi za Europe. Nchi za Europe kama ziko 28 nchi za Europe. Sasa Waislamu walikuwa wanakaa kule, walichinjwa na Mungu kama milioni 8. Wakristo wakachinjwa kama milioni 2. No. Kwa sababu walikuwa wanabatizwa kwa maji mengi. Wakainuka Assemblies of God. Kanisa la Assemblies of God. Ni mwaka 1930. Na lenyewe lilipoinuka likaanza kubatiza watu kwa maji mengi, linabatiza hapo mdumu ya mashine kwa watu wakajaa, kaanza kubatizwa pale hapo akashika. Ndio maana nataka kusema Roho Mtakatifu, ndugu zangu, kisha kubatizwa kwa maji, tarajia kwamba kuna moto, kuna ubatizo wa moto. Hilo tarajia kuna ubatizo, na ubatizo wa moto udai wewe. Mchungaji hata kupeleka hapa jote nikubatiza kwa moto, mchungaji kaja nikuweka mkono. Anaita Roho Mtakatifu. Sasa nataka kusema watu wengi hawasamini Roho. Dini nyingi tembea hasa wanataka kulapa. Mtu kiona anakula, anataka mtu anenepe, hata kitambe chake wanajikunia huku maana ameshiba. Wale ni watu wa duniani, sio wa mbinguni. Wa mbingu na roho ya utiifu, wa mbingu na roho ya unyenyekevu ya kimungu. Ndio maana tukimjua Roho tutamuona Bwana. Haleluya. Tutamuona Bwana, mimi nakwambia. Amen. Hata mtu yote asikudanganye. Watu wengi wanasema usije kwetu. Unajua dini yetu inakaa 1 2, njoo bariki. Na watu kwa hela ndio pofu kabisa. Hivi kama dini ipatikane hapa ijengwe hapo. Hata wabie ni dini ya Freemason. Ukiingia mule unaondoka na shilingi 20,000 za Kenya. Watu wataenda. Sema mimi sina mimi, wacha tu niende. Wanajiandikisha watu kwa yani wanachukuliwa kwa mamlaka, wanatekwa, wanaenda. Maana ni pesa. Pesa ikufikishi. Ondoka dunia hii, wewe ujue kwamba utasoma historia yako itasomwa na dunia. Ndio maana nataka kusema Roho Mtakatifu ni faida. Na mchungaji, mafundisho mengine ya wachungaji wengi wamekuwa wafundishi, wanaanza kujificha kwa mafundisho. Mafundisho wengi wachungaji wafundishi mafundisho ya huu ndio msingi wa kanisa. Kanisa likisha kujua hapa, pesa huwa ni namba 2, zitakuja tu. Kwani kama watu wameokoka, wamejazwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anajua wewe unataka kula, yeye atawahimizi watu, hata kama watakataa, nakwambia ataleta mzungu kutoka Marekani kukuletea pesa wewe, kwamba chukua. Si ni mtumishi wake Mungu? Sasa shida iko wapi? Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, simama upande wa Mungu na Mungu ataleta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu,
Mimi labda niishie hapa. Nasema nisiende sana, maana naona muda wangu unatoka hapa, unatosha. Natumia saa hii natosha, lakini nataka tu nikuhimize kwamba jipe moyo kwamba muda wako wa kuishi duniani kama Mungu bado amekupangia. Usiseme hapa kuna mjanja. Kuna mjanja ni Mungu pekee yake. Huyo ndio mjanja. Wewe sio mjanja. Unajua niseme na siseme. Unajua kuna watu wengi, unajua mtu ukitaka kumuona mtu mpime kwa akili yake akishiba. Sisi Watanzania wanasema akila sembe mtu utasikia macho anaangaza, anasikia tembe yake inabadilika, maana yule ndio mtu ameshiba. Hivi wewe kama hujashiba unaona maneno mengi? Na kwa vile mtu akishinda tu masaa 48 utamuona amekuwa hata macho yake kuangalia hivi kavu kabisa, anaangalia na alafu kama analala usingizi. Jua yule hoi. Lakini kama mtu atashiba, na mtu atakwambia unajua bwana mimi ni tajiri. Leo sijui mimi ni hata kama hana hela mtu anataka kujitajirisha mwenyewe kwa sababu hiyo ni shibe. Ai mtu imemshibisha ugali ndio huo ni ugali ambao tanga. Wewe acha kula uone. Kama utaishi. Ni kitu kidogo tu. Mungu akisimamisha tu mvua utakimbilia hata una mamilioni ya pesa. Utatupa, utakula hela. Mfano kama hela Tanzania utakula noti utakula. Hai. Nasema jamani, Mungu ni wa kuheshimiwa sana. Ndugu zangu tusimame. Nataka mimi nimshukuru Mungu. Na kama mtu unasikia kwamba mimi nina upungufu, mimi naweza kaja hapa na kuombea Mungu. Unajua tunaposema neema ya Mungu inapotembea katika mahali tunaweza kuombea. Mimi sio mtu wa kudanganya kwa beti moja mbili hizi eti nijifurahisha. Mimi hiyo siku. Wewe watu usiponiamini, mimi namwamini Mungu aliyenipa. Amen. Kama wewe unaona kwamba mimi kwa kweli ni mhitaji, moja kwanza nishukuru. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu umenipa muda wa kusema na watu wako. Wewe ni Mungu Ibrahimu na ni Mungu usioshindwa. Angalia kanisa lako nimeliweka mikononi mwako. Message ulionipa nimewapa watu wako. Baba, wabariki kila mmoja. Jue kwamba wewe Yesu unawaita watu wote wenye kiu waje kwako. Baba, niwaweka mikononi mwako. Epushe na balaa na mikosi na bahati mbaya. Linda hata familia zao, linda hata watoto wao, linda hata elimu walizonazo. Kwa jina la Yesu Kristo naenda kusimama kinyume na ila zote za giza, mapepo na majini, kwa jina la Yesu. Achia watu wote, achia watu kwa jina la Yesu. Mashetani na majini kwenye roho za watu, kwenye mioyo ya watu, naenda kupiga kila falme na ziangusha kwa jina la Yesu Kristo. Naye shetani nimekukamata kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba wabariki watu wako, wafungulie masikio ya kiroho, masikio ya ndani, sio masikio haya ya kimwili. Kwa jina la Yesu na kemea hila zote za giza na madhabahu madogo nimekamata kwenye mtandao. Na ita madhabahu yako ikishuka itakula madhabahu madogo na madhabahu madogo yatakimbia kwa jina lako Yesu. Gusa mioyo ya watu, wakumbushe watu siku moja tutaondoka dunia hii. Asante Mfalme na Mungu wa kweli. Wewe ni yule usiyobadilika. Mwanadamu anaweza kubadilika, lakini neno lako alibadiliki. Baba, nikiliacha kanisa lako mikononi mwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen.